Okay, watu wengi sana walikuwa wamenitag kwenye hii video jamani. Sasa tuisikilize. Mwanamke, acha kulala na mbegu za mwanaume. Ndiyo, shahawa za mwanaume. Katika kitu ambacho huwa kinaleta athari mbalimbali za kwenye mfumo wa uzazi, basi pia ni mbegu za mwanaume, haswa unapokaa nazo kwa muda mrefu, kwa sababu mbegu za mwanaume zinapokaa kwenye mfumo wa uke wako kwa muda mrefu, kwanza zinaweza zikabadilisha pH ya uke wako, ambapo inaweza ikawa ni sababu kwanza ya maambukizi ya fungus ya kujirudiarudia, lakini pia maambukizi ya PID. Kwa sababu ndio pale unapokutana na yule mwanamke anapokwambia, baada tu ya kwenda kukutana na mwenzangu, kila ninapokutana na mwenzangu ni lazima niwe nakumbana na changamoto za UTI au PID au fungus, kwa sababu husababishwa na jambo hili. Lakini pia hizi mbegu za mwanaume zinapokaa kwa muda mrefu kwenye mfumo wako wa uzazi, zikioza, zinaweza zikawa ni chanzo cha vitu kama vile kutoa uchafu ukeni, lakini pia harufu za mara kwa mara ukeni kwako. Basi epukana na hili swala la kulala na mbegu za mwanaume baada ya tendo la ndoa. Lakini kama unatafuta ujauzito, basi huwa tunashauri lala walau kwa nusu saa, yani baada ya tendo la ndoa pumzika hapo hapo, badala ya nusu saa uende ukajisafishe ukeni kwako, kwa sababu ndani ya muda huu tunaamini kwamba mbegu za kiume zinakuwa tayari zimeshasafiri, zimeafikia mayai. Okay, aisee ni changamoto. Cha kwanza kabisa ambacho nimenotice kwa jamaa, kavaa mic mbili. Sasa sijui kwa nini kavaa mic mbili. Yaani anaongea amevaa mic mbili. I don't know. Angevaa tu moja. Lakini issue ni iko hivi. Shahawa za mwanaume hazina shida yoyote kwa mwanamke. Akikaa nazo, asipokaa nazo, hazina shida yoyote, hazikuletei madhara yoyote. Hazibadilishi pH, hazikuletei PID, hazikuletei sijui anasema sijui UTI, hazileti shida yoyote. And actually mbegu za mwanaume zinaweza zikaishi ndani kwenye mji wa mimba ule, zimeingia zikisubiria yai. Kama yai bado halijatoka, inaweza ikasubiria kuanzia siku 3 mpaka siku 5. Zipo tu ndani na pia zinakuwa bado zinaweza zikatungisha mimba. Kwa hakuna shida yoyote kwa hizi shahawa kuwepo kwenye uke au kwenye jumba la uzazi. There's no problem. Na kitu kingine ambacho amekisema ambacho si sahihi ni kwamba kwenda kuosha uke, kwenda kujisafisha. Kamwe hautakiwi wewe kwenda kusafisha uke wako. It's not good. Kuna watu wengi sana wanakuwa hawaponi matatizo yao, fungus sijui nini, kutoka na harufu mbaya ukeni kwa sababu wanajisafisha uke wao. Na it's actually kama vile counterintuitive kwamba unahisi kwamba ikiwa inatoa harufu inabidi usafishe zaidi. Na shida ni kwamba ukisafisha zaidi harufu itaongezeka zaidi. That's a very big problem hapo, waga wanawake hawaelewi. Kwa hiyo hutakiwi kusafisha uke wako. Uke unajisafisha wenyewe. Kama spam zimeingia, usianze kuingiza sijui vidole unasafisha huko ndani. Don't. Usifanye, usimfuatishe huyo jamaa. Kwa hiyo zile mbegu za mwanaume ni salama kabisa. Haziwezi kuleta hizo shida ambazo huyo jamaa amezisema, and it's just safe. Yani kutishana tu. Kama wewe unatokwa na harufu mbaya ukeni, unapata fungus, una PID, shida ni kitu kingine kabisa, sio kulala na shahawa. By the way, naitwa Dr. Noel. Kama unapenda tips za afya na za sayansi kama hizi, please consider following me.